Kuna siku nilienda kutembea mtaa wa Shilanga, na vile nilikuwa mtaa wa Shilanga, nilimtembelea rafiki yangu na ilikuwa tunasikia usiku mtoto analia. Mtoto analia, mtoto analia, mtoto analia. Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini mtoto analia hivi na hanyamazi. Nikaulizia anaweza kuwa ni mgonjwa, nikapata ripoti la hakuwa mgonjwa. Nikajiulizia hata kama mtoto analia hivi, hiyo si ya kawaida. Sasa vile nikafanya, niliambia rafiki yangu kama angeweza kuniruhusu niweze kugonga hodi kwa huyo jirani wake, niweze kujua ni nini haswa inafanya mtoto analia usiku. Na vile niligonga mlango, mamake akatoka na baba yake wakashangaa ni mgeni gani huyo anaweza kafunguliwa mlango usiku, na hizo mtaa watu watafuti usiku. Wakafungua mlango na mimi nikasema nahuzunika sana, sina amani kwa sababu nimesikia mtoto akilia sana 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 hii usiku, na ningependa kujua ni kwa nini huyo mtoto analia. Mamake akaweza kuniambia kwa siku 2 hawajakula. Kwa wakati wajua hizi mtaa wa mabanda huwa wanafunga maduka mapema kwa sababu ya insecurities. Nikaambia rafiki yangu huyo mtoto analia kwa sababu mamake anasema hajamnyonyesha na hawajakula kwa siku 2. Nikamwambia kwa nyumba uko na unga? Akaniambia tukaweza kuchota unga, na hiyo unga ilikuwa kikombe moja, hii kikombe ya pili ilikuwa karibu ijae. Nikamwambia waweze kumkorogea uji. Baada ya wakati walikuwa anapika uji, mtoto ungeweza kumsikia analia. Lakini baadaye vile walikoroga hiyo uji wakakunywa, na pia wakapatia mtoto kidogo, mtoto akaweza kunyamaza. Saa zingine unaweza kapuuza jirani wako na kumbe anapitia changamoto. Leo jaribu kupigia mwenzako, jaribu kupigia rafiki, uweze ukajue ni nini haswa enye inafanya mtu wa furaha sana ana huzuni ama anakaa kama amekasirika. Kesho ni siku ya mwisho ya Novemba. Hiyo siku ingine tunaingia ni Disemba, na Disemba shereka ama pilka ama hamu ya Christmas huwa na sisi tuweze kusherekea na wenzetu. Kuwa na wakati mwema na Mungu akuinue. Ndugu yako hapa, Brother Sitati.